Kiangalia sana sana mtoi analamba sufuria, na ni kwa nini, na kuna nyingine pia kwa meko. Ukiangalia nyuma yake kuna drought. Why? Kwa vijana life imekuwa ngumu, yes. Wako pale hakuna job. Unaweza jicreatea job na ikulishe vizuri zaidi kuliko yenye uko employed. Naitwa Barak Ochieng, known as Atusein. Mimi ni mchoraji. Basically fine art. Hii ndio inaitwa fine art, as you can see here. Yeah, na tuko na different styles. Tuko na zile za white and black, na tuko na sasa zile detailed sana, hizi za colored one. Yeah, ni something nilianza nikiwa mtoto nursery school, na ni kitu nimegrow nayo. Hasa wenye nilikuwa nao pia ni wenye wameshinda wakinisupport always. Pia nimeshukuru sana mpaka kwa this level. Na nilipitia mkono wa mwalimu wangu pia, Mr. Ken. Sasa ni ile tu venye any other kid anaweza kuwa na grow, kama maybe yeye ni footballer ama anafanya something else. Sasa ni kitu na grow nayo, ukifanya ukipractice. Yes, ukiendelea. Parents naye kidogo lazima ikuwe ngumu kidogo, and then pia mabro pia pale kidogo. Sasa umejua saa zile kama watu wengine wanasoma, wewe unachora. Sasa umejua ilifika mahali imeingia, utapigwa lakini bado utajificha ufanye kidogo. Sasa ikiingia utapata kama mwalimu atakuwa anafunza, wewe unafanya yako kando, unachora. Mwalimu akimaliza, umemalizia yako pia utakuwa na show watu hapo. But parent wangu naye baadaye tulikuja kuagree, tukaendana. Mimi ndio mdogo kabisa nyuma. Yes, mimi ndio last huko nyuma. Nilimaliza but sikupata hiyo chance ya kuendeleza. So far ndio nikasema acha niingie kwa industry ya art venye niko hivi. Sasa nilipata wale pia wenye waliweza kunisupport vizuri. Nikawa pale na mwalimu wangu for ilikuwa period of niseme tu 6 months there. 6 months. Nikatoka. Okay. Yes, nikajisimamia, kawa ninachora tu kwa nyumba. Sasa ndio nikasema acha niondoke, sasa nitoke tu nje kabisa. Fika hapa ilikuwa ni hali, because pale nilikuwa na place nilikuwa naishi, niko na my brothers. Sasa wenye niko nao kwa nyumba, at the same time life unataka kulipa. Pale unataka kulipa, unataka kukula, na pia maisha lazima pesa za kawaida. As normal. So from that nilikuwa pale kwa nyumba nachorea kwa nyumba, na nilikuwa na clients wachache. But sasa ikafika mahali acha nitoke tu nje, niende nichoree nje. Sasa ndio kupita kutembea nikapiga za hapa na pale. Kaona kanafasi mimi nikajileta kabisa. Sasa wenye niliwapata pia wakanikaribisha, nikafurahia. Sasa kidogo from that naona kama ninapiga hatua. Wenye niliwapata hapa sasa kuingia, kwanza umejua ukiingia mahali ya ujue mtu, lazima uunde urafiki. Utatengeneza pale urafiki na watu, utajua mengi zaidi. Ndio nikaruhusiwa kusonga na hapa. Lakini so far sikupata mtu yote hapa. Mwenye nilipata ni huyu madama na sell clothes hapa nyuma. Yes. Sasa hiyo ni siku nimeunda kitu smart na nimesell vizuri. Okay, maybe tukikuja sasa hapo. Yes. Kicha chini sana unauza hata how much? Ya chini sana, but hata haina bei. Haina bei? Tukiingia kwa art industry hakuna bei yenye unaweza sema. Yes. Kuna yule anaweza kuja that day, utakuwa unaweza unda from piece moja, unaweza unda hata kama ni 7k. Sometimes akuka piece moja unaweza sell hata 1000. Unaweza pata kwa piece, kuna piece unaweza sell na 3k. Client mwingine anaweza kuja the same piece unaweza sell kwa 7k bado, hata maybe 10. But hapa kuendana na clients wa hapa, utapata kama ati ya chini kabisa ni ya 500, na juu kabisa inaenda mpaka maybe 7k. Na unaweza chora mtu kama mimi sasa hivi naweza chora kabisa. Portrait inatoka clean. Hata kuna ingine ina load, huenda ni kesho, inaweza ama kesho kutu. Sasa zile maybe that day nimekuwa tu moodless, sijafanya kitu, ama maybe kuna kitu ili ni interrupt niki create something.
art pia ni kufanya, unaifanya na kwa moods. Saa zile hauna psych, imeisha hivyo. Biggest challenge ni story tu na storage, because tunahitaji nini kwa studio, ama niseme place, because sahii tunaelekea season ya mvua inakaribia. Sasa umejua kukinyesha tutakuwa tunatulia wapi? Lakini sahii tuko tu comfortable because ni jua. Lakini Nakuru inakuwa worst place because kukinyesha lazima utafute mahali uweke vitu zako na we pia ukae. Sasa wale ni ku-encourage because art ni journey, na maybe art ni kitu, sio kitu naweza soma na one day ishe. Itakuchukua time, just to be patient. Like hapa nyuma tuko nao upcoming na ninawa support hata mimi. Sasa zile mtu amekuja kwangu nitamwambia tufanye hivi, tunaweza share idea na tuna create something out of that. Hata yeye pia kesho awe mtu mahali. Hii area ni Nakuru Biashara Ward, opposite niko tu opposite Resma Plaza near Central Police Station, na tuko Kenya Nakuru. Kwa vijana life imekuwa ngumu, yes, na most of us tutapata kama ukiharibika mahali, kuna shida imetokea mahali, ni vijana. Kuna shida imetokea mahali, ni vijana. Kwangu maisha tunaweza, lakini usiongoje kitu ikuharibikie ndio utoke, because mostly utapata kama most of them wako pale, hakuna job. Unaweza jicreatea job na ikulishe vizuri zaidi kuliko yenye uko employed. Is from that life yenye nimepitia nikiwa mtoto hadi nikawa mtu mkubwa mostly, and then with the current condition, pia niseme ni current condition pia because sahi tumekuwa na challenges mob kwa country yetu sahi, this kind of life yenye tuko nayo, na pia maisha ya kawaida ya vijana. So from that nikisema about my life, mi nimezaliwa kwa poverty totally, because kuna time tuliweza kugo with food, sometimes tuna go without, tunaamka na tunalala bado. Yes, so hadi nikafika hapa today, sometimes nikiunda something about traditional world. Hasa kama hii ukiangalia sana mtoi analamba sufuria, na ni kwa nini? Na kuna nyingine pia kwa meko, ukiangalia nyuma yake kuna drought, why? Na ukiangalia kidogo kuna blue, na blue kidogo ni sign ya mvua. Huku kidogo kuna pink na kuna hiyo orange, kwa nini? Ni sign ya drought, kumaanisha mvua iko, life inawezekana huku nyuma, lakini sana the most part of the painting imekavwa na hiyo rangi ya drought, lakini ni kapati kadogo, kumaanisha tunapata mvua kidogo ama maisha kidogo inakuwa sawa, lakini big percentage ama niseme percentage kubwa watu wanasafa. Kwa nini? Maisha ndio imekuwa ngumu. So from that ndio huwa napata inspiration ya maisha ya art zangu, and then pia lifestyle yenye vijana wanapitia mostly pia iko hapo, then inakuwa that usipo work hard utaenda up kwingine. Yes, ni life imepitia, but now current tunajaribu kutoroka, but it's najaribu kufade kidogo, but it's still there. Kwa vijana life imekuwa ngumu, yes, na most of us tutapata kama ukiharibika mahali, kuna shida imetokea mahali, ni vijana. Kuna shida imetokea mahali, ni vijana. Kwangu maisha tunaweza, lakini usiongoje kitu ikuharibikie ndio utoke, because mostly utapata kama most of them wako pale, hakuna job. Unaweza jicreatea job na ikulishe vizuri zaidi kuliko yenye uko employed. Yeah. Contact zako? Zangu ni 011 066 8150, na bado naweza patikana Facebook at Hussein, ama kwa Instagram pia at Hussein, kwa Google account Art and Craft Nakuru ninapatikana pale. Nimeshukuru pia. Thank you so much, na tena nimekukaribisha tena.